Siku ya leo tumeamua kuwa na kikao kazi kifupi tu cha kukumbushana, kuhamasishana, kuelekezana, kujengeana uwezo na kujipanga kimkakati tunaendelea kuimarisha huduma kwa watu wetu, tunatatua kero za wananchi wetu, tunasimamia miradi ya maeneo yetu na kujenga matumaini ya uwajibikaji wetu sisi kwa umma na uwajibikaji wa umma juu ya sheria na mipango tuliyoiweka kwenye maeneo yetu. Kwa siku ya leo yako baadhi ya mambo machache ambayo ningetamani kuzungumza na nyinyi, hasa watendaji wa manispaa hii ya Iringa ambao ndio mnafanya kazi katika makao makuu ya mkoa na reception ya mkoa wetu kuelekea kwenye maeneo mengine ya kiutawala. Watendaji wote wa mitaa na watendaji wote wa kata mliopewa heshima na serikali kuwa watumishi wa umma na kupangiwa majukumu ndani ya mkoa wetu wa Iringa, mna jukumu la kuonesha ni kwa kiwango gani mnawajibika katika maeneo yenu. Na uwajibikaji maana yake ni namna ambavyo unatimiza majukumu yako, ni namna ambavyo unahudumia watu wako, na ni namna ambavyo unafuatilia mambo kwa maslahi ya nani? Ya wananchi kwenye maeneo yenu. Mtendaji wa kata ndio kiungo mchezeshaji wa shughuli za serikali katika kata yake, baina yake yeye na serikali na baina yake yeye na wananchi. Kwa hiyo serikali ikifanya vizuri inaanzia chini na ikifanya vibaya inaanzia chini kule. Maana huku ndiko ambako huduma zote tunazipeleka. Huduma bora za afya zinakwenda chini kwa wananchi. Huduma bora za maji zinakwenda chini kwa wananchi. Huduma bora za elimu zinakwenda chini kwa wananchi. Na msimamizi wa shughuli hizi kwa level ya chini kabisa ni mtendaji wetu wa mtaa na mtendaji wetu wa kata. Kwa kabla mambo hayajaharibika, mtu wa kwanza kutuambia tunakwenda vizuri au tunakwenda vibaya ni nani? Ni mtendaji wetu wa mtaa na mtendaji wetu wa kata. Hali ya usalama ikiwa mbaya, mtu wa kwanza kutuambia usalama huku hakuna ni mtendaji wetu wa mtaa. Maana yeye ndiye anaishi na wananchi pale. Akifanya wajibu wake vizuri, tutapata taarifa kwa wakati, tutachukua hatua kwa wakati. Kama hali ya huduma za maji si nzuri, mtendaji wa mtaa ndiye anatakiwa kuwa wa kwanza kusema, katika mtaa wangu wananchi wanaathirika na changamoto hii. Mipango yetu sisi kama mtaa ni hii, lakini tunaomba idara fulani ifanye wajibu huu. Kwa hiyo mtendaji wa mtaa ukifanya wajibu wako kwa wakati, utarahisisha mamlaka zingine zote kuwajibika kwa sababu umetoa taarifa kwa wakati na umeshirikisha kwa wakati. Leo tunapozungumza na nyinyi hapa, tunataka tuwakumbushe kwamba ile government entity inaanza na nyinyi. Nimesisitiza kila mmoja ahakikishe mtaa wake unakuwa safi wakati wote. Lakini eneo la pili, tumezungumzia habari ya ujenzi holela. Nimesema kuna kasi kubwa sana ya ujenzi holela ndani ya mji wetu. Ni muhimu kila mmoja akajizatiti kwenye mtaa wake kuhakikisha watu wote wanaojenga, wanaoendeleza maeneo, iwe ni kwa mujibu wa ramani, mipango pamoja na vibali vilivyotolewa. Lakini jambo lingine ambalo nimelisisitiza sana ni utatuzi wa kero za wananchi. Bado tunaona kuna wimbi kubwa la wananchi wanatoka kwenye ngazi za mitaa, ngazi za kata, ngazi za tarafa, wanakuja mkoani kuleta kero zao. Ni ishara kwamba kule chini kuna sehemu hatufanye wajibu wetu vizuri. Kwa hiyo niwaombe tukaongeze nguvu kwenye eneo la utatuzi wa kero za nani? Za wananchi. Lakini jambo lingine ambalo nimelizungumza kwa kina sana ni hali ya huduma. Nimewaelekeza watendaji wetu wa mitaa, watendaji wetu wa kata, tengenezeni ratiba ya kutembelea hali ya huduma katika maeneo yenu. Huduma za maji, huduma za umeme, huduma za afya, huduma za barabara. Hakikisheni huduma hizi zinapatikana. Na pale mnapoona huduma hizi zinapata changamoto, wasilisheni hoja zenu kwenye mamlaka zinazohusika ili ziwasaidie kuchukua hatua kwa haraka ili wananchi waweze kupata huduma bora wakati wote. Lakini kwenye eneo la utatuzi wa kero za wananchi, nimesema tunapoitika wito wa wananchi kuleta kero zao, ni muhimu sana tuwapokee kwa wakati, tuwasikilize kwa heshima na tuzingatie utu wao juu ya habari wanazozileta, ili mwisho wa siku wananchi wajenge imani na serikali yao katika utatuzi wa kero na changamoto mbalimbali. Mwisho kabisa, niziombe idara za maendeleo ya jamii tuwatumie watendaji wetu wa mitaa katika mkakati wa kuwawezesha wananchi kiuchumi, ili hivyo vikundi vinavyostahili tuvijue kwa wakati. Hao vijana wa kina mama ambao wanastahili tuwajue kwa wakati, ili mipango yetu inapokuja wapewe kipaumbele cha kuwezeshwa kupata hizo fedha.